Hamjambo msikilizaji na karibuni kupokea habari zetu, habari ambazo zinakujia mitamboni na mwenzetu Faraja Mulumba Famulo Murazi. Mimi ningena Saido Jesle, msomaji wa habari zenyewe. Katika habari zetu jioni ya leo msikilizaji, utakwenda kupata habari kuhusu hali ya uhaba wa usalama umeshuhudiwa tangu asubuhi ya siku ya 4 ya tarehe 19 Machi 2026 katika kijiji cha Nkela, guvumenti ya Bashinuma Kusini, sekta ya Mtambala, tarafani Fizi, jimboni Kivu Kusini. Tutakuwa pia huko Mienge ambako jeshi la taifa ya FARDC limepokea waasi toka kundi la M23 na Turaneo wiki hii tarafani Fizi katika jimbo la Kivu Kusini. Pia utapokea habari za mji wa Baraka na huko Kinshasa, na tutakuwa pia huko Washington ambako mambo ya mazungumzo yanaendelea, mambo ya kurejelea kuzingatia mikakati ya mazungumzo yaliyofanyika imo mezani. Karibuni tena katika habari zetu jioni ya leo. Tuanze na hapa mjini Baraka ambako kiongozi wa shirika la raia katika tarafa la Fizi, ni tarafani Fizi, anaalika kama makabila yenye kupatikana eneo hilo kuwa na umakini mkubwa ili kutoruhusu kuyumba kwa usalama ikiwa adui wa sijipenyeze kupitia malalamiko madogo madogo kati ya makabila. Mwanasheria Jacques Alimasi, kiongozi wa shirika hilo la raia katika tarafa la Fizi, amesema hayo siku ya 3 ya tarehe 18 Machi 2026 baada ya takriban wiki moja ya kusomwa kwa risala la kabila la Wazoba wakidai kunyanyasika kwa nyadhifa mbalimbali katika kazi za serikali, huko kabila la Wabembe laonekana kujipendelea. Risala ambaye imekwenda kusomwa naye Katanga, masemi yamechukuliwa kwa Bi Fatuma ambaye mwanajenda kwenye umoja wa kabila la Wazoba. Tumsikilize. Nakuja kutetea haki yetu. Makazi yote yako napewa zingine kabila, hasasa kabila ya Wabembe. Kila sehemu utaenda utakuta ni Mbembe, kila sehemu utaenda utakuta ni Mbembe. Hamna hata mjoba hata umoja, na ikiwa kwenye 100% atakuwa ni mmoja. Sisi tunanyanyaswa, na ndio kwa maana tuko hapa tunakuja kudai haki yetu kama vile Wajova. Hilo haiwezi kaleta malalamiko, na ikiwa kama mtafaruko unaweza ukawa kwa sababu wenyewe wamezoea kutunyanyasa, ndio wanaweza kaona kama kile kitu ni kia kusumbua, lakini sio kia kusumbua kwa sababu tunadai ni haki yetu. Sisi ndio wenye maji, sisi watoto wa mji. Ndio kwa maana sisi watoto wa mji tunaomba na sisi hata angalau kidogo na sisi tuonekane, na sisi tusikilizike, na sisi tusikilizwe kama gisi wengine wanasikilizwa. Ujumbe wangu wa amani, tunapenda tuwe kitu kimoja na sisi watujue, kwa sababu tutumike sote kwa pamoja. Tusibaki nyuma, wasituachi nyuma, na sisi nao watusogeze. Ushauri wa kiongozi wa shirika la raia katika tarafa la Fizi ni gani? Jacques Alimasi, kiongozi huyo, ametoa wito ufuatao. Swala kama na hilo ni swala ambalo linahuzunisha sana kwa wakati kama na huu ambapo nchi yetu ya Kongo utakwenda kujua kwamba inakwenda kukabiliwa na magumu ya vita ambayo inaletwa na wale wauni wa M23 AFC ambao wanasaidiwa na nchi ya Rwanda. Ni umoja wapo katikati ya mambo ambao wale wauni wanaendelea kuonesha kwamba nchi yetu ya Kongo kunakuwa hali ya sitomfahamu katika makabila
fulani fulani, na kama hilo swala linaweza jikatokeza huku katika tarafa la Fizi, inaweza endelea kuwapa nguvu wale wahuni ambao wanavamia nchi yetu ya Kongo, na inaweza endelea kuleta mgawanyiko kati ya makabila tofauti tofauti ambayo yanapatikana katika tarafani Fizi. Kila mkongomani ana haki ya kutumika wala ya kuwa na kazi kufatana na masuala ambayo amekwenda kusomea na kufatana na ile ambayo tunaita experience. Najua kwamba kabila zote zina nyadhifa fulani fulani kwenye serikali yetu ya Kongo, hata kwenye serikali ndogo zetu za territoire, wala kama vile ni kiwaza kabila za Wazoba, jawapo kati ya makabila ambazo wanaendelea kushikilia nyadhifa fulani fulani kwenye service etatiki, wale umeme kwenye mashirika ya kiutu. Malalamiko hayo ni malalamiko ambayo sisi kama vile shirika la raia tunakwenda kukemea, kwa sababu inaweza ikaleta mgawanyiko kati ya makabila, na wakati ambapo tunapenda kabila zote katika tarafa la Fizi ziishi kwa amani na usalama ili tupate maendeleo ya kudumu. Asante msikilizaji, tunaendelea. Ni kwamba siku 30 kwa Waislamu zimetimu kwa kusali siku kuu ya ufunguzi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani mjini Baraka. Sikukuu hiyo itasherekewa asubuhi saa 1:30 ya tarehe 20 Machi 2026. Sheikh Saidi Omari Sekembwe, kiongozi wa Waislamu katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka, ametoa wito ufatao. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukrani zote zinamstahili Mwenyezi Mungu ambaye anayezungumza hapa ni kiongozi wa Uislamu tarafani Fizi. Nataka kuwatangazia Waislamu wote wa tarafa ya Fizi kwamba swala la Eid tutasali kesho Ijumaa. Tutasali kesho Ijumaa hapa vile ya Baraka, tutasali kwenye uwanja wa La Charite na saa 1:45 au 7:45 ndio tutasali sala ya Eid. Kwa hiyo naomba Waislamu wote wa ville de Baraka waje mapema kwenye uwanja wetu wa Eid, yani uwanja wa Institut La Charite mapema saa 1:30 tarehe wako pale, na waje wameleta misala na vile vile wawe wenye kutulia kwenye ibada. Ibada itaanza na saa 1:45 asubuhi. Msikilizaji, tubaki tu mjini Baraka na habari sema kwamba msemaji wa umoja wa utetezi wa haki za walimu katika eneo la Fizi Baraka ESPFI Bwana Tenganya Wachubwa Tezos amesema kwamba kurejelea elimu au rattrapage kwa wanafunzi sio swala ambalo linakwenda kuhusu walimu ambao walikuwa katika mgomo, mbali ni swala ambalo linahusu walimu ambao wamekimbia migogoro ya kivita ambao hawakukua katika mgomo. Ametoa kauli hiyo wiki hii mjini Baraka katika mkutano ulioandaliwa na mkuu kiongozi wa mkoa wa kielimu wa Kivu Kusini ya pili Bwana Albert Bope Piema, huko akialika makasisi wa shule kuwa makini kwa jambo hilo. Ujumbe wake ameutoa mbele ya mike zetu, tumsikilize. Tunakuombeni radhi kwa kutokupokea sauti hiyo. Ikiwa utaipokea baadaye, tujelekeze huko Mkela ambako uhaba wa usalama umeshuhudiwa tangu asubuhi ya siku ya 4 ya tarehe 19 Machi 2026 katika kijiji cha Mkela groupement ya Bashimuma Kusini sekta ya Mtambala katika tarafa la Fizi jimboni Kivu Kusini mashariki mwa DRC. Lebon Esau Herman amepokea habari hiyo na kuandalia yafuatayo. Asante mwenzangu Shisilengena Saido. Duru toka eneo hilo zaeleza kuwa milio ya risasi imesikika kupitia mzalendo mmoja alielewa na kupiga risasi nyingi bila nizamu na kupelekea hofu kubwa kwa raia wa kijiji hicho. Kazi tofauti na vitu vingine vimesimama. Soko halikuweza kupata watu wa kuweza kulema ndani. Raia waomba uongozi wa eneo hilo kujishirikisha katika swala hilo ili kuweza kuboresha amani na usalama ndani ya kijiji hicho cha Mkela. Shukrani Lebon kwa ripoti yako hiyo, na hivi karibuni tutajelekeza uko Mienge.
Msikilizaji, ni kwamba jeshi la taifa la FARDC limepokea waasi toka kundi la M23 na Twirwaneho wiki hii tarafani Fizi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lebon, tunabaki nawe ikiwa pia umetembelea habari hiyo. Lebon Esau Herman. Wahasi wasiopungua 20 toka kundi la wahasi wa M23 na Twirwaneho wamejiunga kwenye jeshi la taifa FARDC tarafani Fizi jimboni Kivu Kusini wiki tunao. Wamejionyesha mbele ya kanali wa operesheni ya Sokola ya pili Bwana Apoko Balanga Michel siku ya 3 ya tarehe 18 Machi mwaka tunao jimboni Kivu Kusini. Sherehe za kujiunga kwao kwenye jeshi la taifa FARDC zimefanyika Pamienge tarafani Fizi kwenye kituo cha FARDC ambako wapambanaji hao wamepewa dawa na vyakula. Duru hizo zaeleza kuwa wapambanaji hao wametoka katika vijiji vya Minembwe wakiwa na silaha tofauti kama vile AK-47, PKM na RPG-7. Hao wametaja kuwa sababu ya wao kujiripoti kwenye jeshi la taifa FARDC ni kutokana na hali ngumu wanayoipitia wakiwa ndani ya wahasi wa M23. Lebon Esau, shukrani kwa mara nyingine kwa kazi ambayo umeifanya mara tena. Hacha tujelekeze uko Kinshasa hivi karibuni, tutajelekeza eneo hilo. Seneta Modeste Bahati Lukwebo ametangaza kujiuzulu kwake kutoka nafasi ya makamo wa pili wa Senate nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutangaza kwake kujiuzulu kumezibitika siku ya 3 ya tarehe 18 March 2026. Ripoti yake Ilangi Lumenge Exauce, ambaye amepata habari hiyo kupitia tovuti ya wenzetu wa Radio Kapi ya kujia. Hatua hiyo imekuja baada ya shinikizo kubwa la siasa kufuatia ombi la kumuondoa lililosainiwa na maseneta 83 kati ya 109. Katika barua yake kwa mwenyekiti wa Senate Jean-Michel Sama Lukonde, Modeste Bahati Lukwebo amesema uamuzi huo unalenga kulinda utulivu wa taasisi hiyo. Kujiuzulu huko kunafuatia pia matamshi yake yaliyotajwa kuwa na utata kuhusu mabadiliko ya katiba, na sasa kunafunguliwa ushindani wa nafasi hiyo ndani ya wengi. Ilangi Lumenge Exauce, tubaki nawe. Tuna habari ya Washington ambako wajumbe kutoka nchi ya Kongo, Rwanda na wenyeji wa serikali ya Umarekani wamekutana siku ya 3 ya tarehe 18 Machi 2026 jijini Washington DC nchini Umarekani kwa mazungumzo. Lengo la mazungumzo ni katika ripoti yako mwenzetu Ilangi Lumenge, ambaye umekwenda kufuatilia habari hii na kuipata kwenye tovuti ya Washington Post. Mkutano huo wa pande tatu ulilenga kufua makubaliano ya Washington ambayo yalisainiwa mwishoni mwa mwaka wa 2025, lakini yakaanza kulegalega kutokana na kuendelea kwa mapigano mashariki mwa DRC. Katika mkutano huo, pande zote mbili zilikubaliana kuchukua hatua madhubuti ili kupunguza mivutano. Hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kwa Rwanda kuondosha wanajeshi wake na kuondoa kile wanachokiita hatua za ulinzi katika maeneo maalum ndani ya ardhi ya DRC. Upande wa serikali ya DRC kuongeza juhudi na kuweka muda maalum wa kuliangamiza kundi la FDLR, waasi wanaopingwa na Rwanda. Heshima ya mipaka kati ya nchi zote mbili ili kuheshimu uhuru na uadilifu wa mipaka ya kila mmoja. Na mwishowe ulinzi wa raia wanaoteseka kutokana na mzozo huo kwa pande zote mbili. Tukumbushe kwamba mazungumzo hayo yamekuja wakati kukiwa na shinikizo kubwa kuhusu vikwazo vya Marekani dhidi ya jeshi la Rwanda RDF na maafisa wake. Pia na umuhimu wa Marekani kuona utulivu unarejea ili kulinda usambazaji wa madini muhimu kama cobalt na lithium kutoka eneo hilo ambapo tayari kuna mkataba wa makubaliano.
msikilizaji, tuanze na habari hizi ambazo mwenzetu Lebon Esau amekwenda kutuandalia kuhusu sanaa. Na asante mwenzangu Jisilengena Saido. Na habari za sanaa zisemazo kuwa uratibu harakati za sanaa mjini Baraka na tarafa la Fizi umetoa wito kwa wanaoendesha harakati hizo za sanaa kushiriki kwenye mazungumzo yatakayokusanya watu tofauti kwenye sanaa ndani ya chumba cha mikutano cha vijana ndani ya mji wa Baraka. Eloba Sofres Imata, mratibu wa shirika hilo la harakati za sanaa, amesema kuwa mazungumzo hayo ambayo yataendeshwa siku ya Inga ya tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka tunao ni katika lengo la kudumisha usalama ulio bora katika sanaa na kuweza kuboresha maendeleo ya sanaa ya Fizi na mji wa Baraka. Eloba Sofres Imata anaeleza yafuatayo. Ndio, hiyo kikao inalenga waakteri wote culturel, yani wote ambao wanajihusika na mambo ya culture, waje tukusanyike pasi moja ili tupate kompromis ya kitu kimoja, kwa sababu hatuwezi kuwa acteur culturel na hatuko bien organisé. Alors l'essentiel kukutana, tukue organisé na tutengeneze kanal ya kufer talent za kunyumba zitoke nje. Alors ndo kwa maana tumeona tukusanyike wasanii wote wa muziki, wasanii wa sinema, wa slamer, wa comedien, waje matalazi kwa za mingi sana zenye zinaomba kuziankadre. Alors ndo muhimu sana wa sisi kutaka tukutanane ili mwe tuangalie kama tunaweza kufanya structure ya programme de promotion culturelle de façon que kazi za kunyumba zitoke nje zianze enda fasi zingine. Msanii kwanza yeye ndio kuna kipaji yake na yeye ndio kuna vision ya kipaji yake. Coordination itamsaidia tu kufatana na nguvu kwanza nyiko na fournir mwile kazi yake nyiko nafanya. Alors coordination itamsaidia kumfaire pas ile kazi yake. Alors kama ni mwanamuziki unafanya kalite gani ya muziki? Je, unafanya muziki wa kutosha nje au unafanya tu muziki juu ni kujiamizia na uitwe musicien? Uso tuko cinéaste, unafanya kalite gani ya sinema? Je, iko na identite congolaise? Kwa hiyo acteur ndo wa kwanza base wa activite yake. Sisi tuko pale tukumsoutenir na kumtengenezea kanal ya kumtosha kupuka kwa star mwenye ko bien reconnu mu republique na nje ya republique. Kama nilivyokuahidi kwamba tatoka na habari za sanaa katika mji wa Baraka na kujielekeza huko Ubeljiji na habari za michezo pia, naye mwenzetu Elocho Mtambo Prince tukwende kumsikiliza. Mahakama ya Ubeljiji imeamuru kufunguliwa kwa kesi zidi ya mwanadiplomasia wa zamani Etienne Davignon mwenye umri wa miaka 93 anayeshutumiwa kuhusika katika mauaji ya Patrice Lumumba mwaka wa 1961. Kwa mjibu wa Agence France Presse, uamuzi huo ulitolewa mjini Bruxelles na unaweza kukatiwa rufaa. Kesi hiyo inaweza kuanza mapema Januari 2027. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa kesi ya jinai kufunguliwa kuhusu mauaji ya kiongozi huyo wa kwanza wa serikali ya DRC. Lumumba Patrice aliuawa tarehe 17 Januari mwaka wa 1961 akiwa na umri wa miaka 35 baada ya kuondolewa madarakani naye Rais Joseph Kasavubu. Etienne Davignon anakanusha tuhuma zote zinazomkabili. Na habari za michezo ni kwamba mahakama ya rufaa ya Umoja wa Kandanda wa Afrika CAF imetangaza kuwa timu ya taifa ya Senegal imepoteza kwa kupigwa finali ya Coupe d'Afrique des Nations mwaka wa 2025. Kwa mujibu wa uamuzi huo uliotolewa Jumanne, ushindi umetolewa kwa Maroc kwa bao 3-0 licha ya Senegal kushinda awali bao 1-0 baada ya muda wa nyongeza. CAF imesema uamuzi huo umetokana na kitendo cha wachezaji wa Senegal kuondoka uwanjani bila ruhusa ya mwamuzi, jambo ambalo linakiuka kanuni za mashindano. Kutokana na hali hiyo, Morocco imetangazwa bingwa rasmi wa mashindano hayo, huko shirikisho la soka la Senegal likitangaza kupeleka rufaa katika mahakama ya arbitral wa sport. Msikilizaji, na ni hapo tunakwenda kufikia mwisho wa habari zetu leo ambazo zimekujia mitamboni naye mwenzetu
Faraja Mulumba Famure. Mimi Ningena Sedo Gislin. Tunashukuru pia kwa ripoti tofauti zake Lebon Esau Herman, Ilangi Lumenge, Elocho Mtambo Prince pia na wengine waliokusanyika kwenye meza ya uhariri ili kupata habari hizi. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaherini.